Rigiji, my good friend JB, former speaker, na familia na kanisa, hamjambo. Hebu nisalamie kwa hewa, salamu ya mama. Mimi ndio Godfrey Osozi, mimi ndio senator wa Vihiga, na wale wanijui, mimi ndio ule senator muliona Kasongo alituma watu wake wanivamie kule Kisumu, lakini bado niko hai kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Yangu ni kusema tumekuja hapa kuambia ndugu yetu Kanini Kega pole. Huyu Mheshimiwa Kanini Kega pamoja na Excellency Rigiji, sisi tulikuwa wabunge kwa bunge la 12 chini ya Speaker JB Muturi. Kwa hivyo nimekuja kumwambia pole. Lakini la muhimu zaidi ambalo limefanya mimi pamoja na Senator Sifuna tuko hapa na pamoja na Kalasinga ni kwamba huyu Mheshimiwa Kanini Kega 2022 yeye alisimama imara na baba Raila Amolo Odinga. Aka campaign hapa Central na Kenya mzima akisaidia Raila Amolo Odinga. Na sisi roho ya baba imekujia ikatuambia lazima tukuje hapa tuseme pole kwa Kanini Kega kwa sababu ya ile effort aliweka kwa baba. Wengi ambao walikuwa wanatembea na Kanini Kega kwa hizo machop, mnawajua hawako hapa kwa sababu wamechukuliwa na roho mbaya ya Kasongo mpaka wanasahau marafiki. Lakini sisi tumekuja hapa kusema pole kwa Kanini Kega. Alisimama na baba mpaka akapoteza kiti yake. Huyu Kanini Kega angeanguka kura, but he sacrificed kwa mzee Raila Amolo Odinga. Na mimi am very certain kama baba angekuwa hai, mngemuona hapa leo, siku ya leo, akiomboleza na nyinyi kwa sababu ya rafiki yake Kanini Kega. Jambo la pili, Mheshimiwa Kalasinga amesema kwamba kule magharibi mwa Kenya sisi wote tuko one term. Na nyinyi hapa muko aje? Hebu onyesha hiyo kidole hata kama tuko kwa kanisa. Tuko hivyo. Na nikiangalia hapa mlima, ile mchezo ambayo Kasongo anafanya hapa ndio ile anafanya kule kwetu. Unajua kule kwetu aliandikishana mkataba na Mudavadi na Weta, wakasaini wote. Mheshimiwa Rigiji anajua, akasema 30% ya serikali itakuwa jamii ya Waluya. Akasema watajenga barabara kilomita 1000 ya lami. Akasema watajenga factory 5 kule kwa kaunti zote 5 za Waluya. Hajafanya chochote. Badala ya hiyo, mnaona kila wakati anaenda huko anazindua miradi, ingine amezindua hata mara 5 na haijaanza. Haiko hata kwa bajeti. Contractor wanakuja wanatoroka. Kwa hivyo huko sisi tunasema one term kwa sababu ya hiyo uongo. Na badala ya kutupatia viwanda yetu kubwa kubwa ameuza, na yeye mwenyewe ndiye amekuja kununua. Nzoia Sugar, Mumias, Busia Sugar amechukua. So we have no reason sisi kusema 2 term. The only thing amemanage, na hiyo pia amefanya hapa kwa mlima, kwamba amenunua wabunge. Ako na wabunge lakini hana wananchi huko. Ni kama tu hapa ama namna gani? Si ni hivyo? Jambo lingine, Mheshimiwa Meja Dong, rafiki yangu, umeongea vizuri. Sisi tunakubali hiyo mambo umesema, lakini ngoja kidogo, kwa sababu sisi wale ambao tunasema linda mwananchi kwa ODM tuko na sababu. Kwa sababu Kasongo ameangalia akaona lazima uwe upinzani hapa Kenya, na chama kikubwa cha upinzani
ni ODM. Ameingia ukule, amenunua watu na mapesa, wanaanza kuimba mambo yake. Sasa wakati wanaimba mambo ya Linda Ground, na sisi wale ambao tuko na roho ya baba Raila Amolo Odinga, sisi tunasema linda mwananchi. Sasa tena ako na wabunge lakini hana wanachama wa chama cha ODM. Ya mwisho, Mheshimiwa JB Muturi yuko hapa. Unajua JB Muturi kama sio yeye, mimi ningepitia tabu sana. Kwa sababu ile bunge iliyopita tuna watu walikuwa wanataka kunitoa bunge. Nilikuwa nominated MP, nikaenda kotini nikapata orders, lakini bado walikuwa nataka kunisukuma nje hata bila kupitia kwa sheria. JB Muturi alisimama imara, akasema lazima sheria ifuatwe. But JB Muturi, while you are away, our parliamentary democracy is dying. Bunge haina sheria tena. Bunge haifati standing orders. Na maspika wamekuwa dictators. We are praying that we come back to power. We get Kasongo out of power. To return back parliament to where it belongs. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, upigeni makofi. Thank you very much, Senator Osotsi. And finally,